Yo, mambo vipi? Hapa kocha Msoa, naendelea kuongea tena. Tangu ya leo nitaongelea sheria maalum zinazotumika kwa ajili ya FIFA Grassroots. Kwa ajili ya watoto wanatakiwa wazingatie vitu gani, au wazazi au makocha wanatakiwa wazingatie vitu gani wakati wa kucheza mpira huu wa miguu. Jambo la kwanza, usalama wa mtoto. Usalama wa mtoto ni jambo la muhimu mno. Kwa nini usalama wa mtoto? Kuhakikisha uwanja una mazingira safi, hauna shida yoyote, hauna vikwazo vyovyote vile, uwanja ni msafi na uwanja unazingatia kanuni na za sheria. Kwa maana ya kwamba ndani ya uwanja kusiwe na kitu chochote kinachoweza kumfanya mtoto ajikwae au aanguke au aumie. Kwa hiyo hilo ni jambo la kwanza. Jambo la pili, katika sheria kuzingatia nidhamu za mpira. Mtoto anatakiwa azingatie nidhamu, anatakiwa afike mazoezini kwa wakati ili kusudi awe ana nidhamu ya kusikiliza na kuelewa kile ambacho mwalimu anamuelekeza. Lakini jambo jingine, zingatia aina ya uwanja. Uwanja uendane na mchezo. Kwa mfano, tunapoangalia watoto wanapokuwa wanacheza mpira, zingatia umri na kigezo. Kwa mfano, watoto wa miaka mitano, wa 6 hadi 7 au 6 hadi miaka 5, 6, 7 hawatakiwi kucheza kwenye kiwanja kikubwa cha kama watu wazima wachezaji wa Morocco na Senegal wanavyocheza, au Simba na Yanga wanavyocheza kwenye kiwanja kikubwa. Utakuwa unawaumiza watoto. Kwa hiyo jambo la msingi ni kuzingatia viwanja vilivyopimwa. Viwanja vinakuwa na vipimo maalum, vinakuwa vinapimwa, vinazingatia umri wa watoto. Kwa mfano hapa wengi ni watoto wa miaka 12 hadi 13, 14, miaka kuanzia 13, 14 wanacheza hapa. Kwa hiyo viwanja vyao vina size maalum ambavyo vinatakiwa viwe vimepimwa. Kwa maana hawatamaliza kiwanja chote kikubwa, watacheza kwenye kiwanja kidogo. Kwa hiyo FIFA inazingatia kanuni ya uchezaji wa watoto, uzingatie kiwanja cha mpira. Vinginevyo ukiachezesha kwenye uwanja mkubwa watoto wa miaka 6, 7, 8, 5, watoto wa miaka 12, 13 unachezesha kwenye viwanja la 11 kwa 11, utakuwa unawaua, unawadumaza mapema. Lakini pia tuzingatie aina ya mpira ambao watoto wanatakiwa kuchezea. Aina ya mpira ni jambo la muhimu sana. Watoto wadogo mipira yao mingi ni size namba 4. Mnatakiwa mwanunulie watoto mipira ya size namba 4 ili kusudi wachezee, wawe na ustahimilivu kwenye kupiga mpira, wapige mpira katika accurate pass, wajifunze kucheza nao. Lakini ukiwapa mpira namba 5 unawaharibu watoto, unawadumaza haraka. Mpira namba 5 sio mpira wa watoto wakubwa, ni mpira ambao wanacheza nao Simba na Yanga huko, au watu wazima kuanzia miaka 20 na kuendelea. Kwa hiyo zingatia mpira ambao wanachezea watoto uwe ni size ambayo wao wataumudu. Jambo la mwisho ambalo ninaweza nikazungumza, tunazungumza kwamba kuhusiana na wewe kocha. Wewe kocha unatakiwa uwe na ustahimilivu kwa watoto. Hutakiwi kuwafokea watoto. Mtoto akosee ili ajifunze. Lakini sio mtoto anakosea wewe unaweza ukamfukuza ndani ya uwanja. Mtoto sio wa kufokea au mtoto sio wa kuhukumu. Mtoto ni wa kufanyaje? Mtoto ni wa kumuelekeza maelekezo madogo ili kusudi apate maelekezo, aweze kukusikiliza kocha. Mchezo huu uwe mpira vizuri. Grassroots inatakiwa iwe ni mchezo wa furaha, ni mchezo ambao mtoto anaweza akaja akasikia kwamba ana relief ya kimasomo, relief ya stress za dunia. Huenda na wazazi ambao wanamnyanyasa, lakini akija hapa anakuwa anafurahia, kwa maana ya kwamba yuko na watu wa rika yake na anacheza vizuri na anafurahia maisha yake. Kwa hiyo zingatia hizi kanuni za FIFA ambazo zitaenda kutusaidia kujenga kizazi chetu au kujenga mabingwa baadaye wa Tanzania. Sababu niwatolee tu mfano mfupi. Mfano Senegal alichokifanya juzi, kwa maana kwamba kitendo cha kishujaa alichofanya mchezaji Sadio Mane katika kuwaita wachezaji wenzake, ile ni nidhamu katika sheria ya FIFA. FIFA ile inaichukulia kama ni nidhamu kubwa, na ndio maana wakampa tuzo la sheria. Mtoto huyo tunaweza tukamjenga leo hapa katika viwanja vyetu hivi. Kwa hiyo mlete mtoto wako kwa ajili ya kujifunza mpira wa mazoezi, mpira wa grassroots, mpira wa mashinani. Asante, karibuni katika video yangu ijayo.